kabisa. Ni wewe kukumbuka tu kwamba Mungu alifanya wapi. Akasema kuna kilo 3 tu za mchele. Yaani unaweza kufikiri kama nakupa hadithi. Ilipelekea mchungaji na akakuwa kiroho siku hiyo hiyo. Akatoka imani ya Tomaso kwenda imani ya Ibrahimu. Akasema kumbe inawezekana. Nikamwambia mchungaji, waambie wapishi wapike hivyo hivyo. Tutakula na tutasaza. Mchungaji hakunielewa. Nikamwambia wewe nenda kamwambia apike. Yaani wewe waambie wapishi wapike hizo kilo 3. Wakapika kweli. Wakasubiria kinaongezeka wapi? Imani ya Tomaso hakiongezeki. Saa ikafika ya kula. Mchungaji ana mawazo. Anatafuta safari na Mungu naye amefunga safari. Maana yuko anataka aondoke tu asione. Watu wanakulaje wali kilo 3? Watu wengi. Sasa hata mimi baadaye sauti ilianza kuja, zile sauti za kelele sasa. Hivi wewe umemwaminisha mchungaji, hao watu wanakula nini? Si bora mngefunga tu. Haleluya. Nenda kufundisha roho ya Mungu inapokaa ndani mwako. Na tulijifunza zile kelele ambazo Elia zilipitishwa ili kumtenganisha asikilize sauti ya ndani inasema nini. Haleluya. Basi kafika wakati wa kula. Tukaitwa. Mimi na moja kichwani, ila walaji wengine hawana habari. Wanajua msosi upo. Mchungaji anajua kilichopo. Wapishi wanajua kilichopo. Na mimi najua kilichopo. Tukawa tunaenda pale. Sasa wakati tunafika, tukawa tumekaa. Sasa wapakuaji mle wanabishana. Wapakueje na wampelekee nani na wamwache nani? Kwa hiyo katika mabishano pale kwamba wewe pakua upeleke, sasa tunapakuaje? Ule muda unazidi kwenda kama saa moja. Tukaona pikipiki zinaingia kama 3. Zimebeba hotipoti za maana. Haleluya. 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 Yaani huyu Yesu huyu mzuri, usimpangie kwamba mpaka viongezeke uone kwa macho vinaumuka. Hamna. Wewe tamka kwa imani, halafu subiri uone matokeo. Mchungaji akaanza kushangaa. Hotipoti zinashushwa pale. Mara mama mmoja akaja pale, anasema mchungaji, kwa kweli Mungu akubariki sana. Awabariki hao watumishi wa Mungu. Juzi waliniombea hapa. Nilipona tatizo la miaka 20. Niliponea hapo. Nimeona niandae chakula nilete leo watumishi wa Mungu wale. Haleluya. Alafu hakuwa wa dini yetu. Mungu anao masazo. Haleluya. Usiwaze ni namna gani ambavyo Mungu atatenda kwako. Anachotaka Mungu ni kuruhusu Roho wa Mungu akae ndani mwako. Halafu tamka kwa imani. Usitumainie kitatoka mashariki, kaskazini, kusini, magharibi. Sio la kwako. Sio, unanielewa? Sio, unanielewa hapo? Roho wa Mungu anapokaa ndani mwako, yeye ndiye atakaye kufundisha. Manake hata lile neno nililopewa kulitamka kumwambia mchungaji halikuwa la kwangu. Roho Mtakatifu aliliumba ndani mwangu akasema, wewe tamka tu. Hata kama uoni, wewe tamka kwamba kipiko hicho halafu tutakula na kusaza. Ndivyo ambavyo Mungu akainua mtu huko sisi hatujui. Na akaleta watu wakala na kusaza. Sasa na kuanzia kesho yake sio vyakula vilitoka wapi? Mimi sijui. Ni kwa sababu gani? Faida za Roho Mtakatifu. Tunapomtunza Roho Mtakatifu, tamka kitu chochote. Tutaona huko mbele tunakoendelea. Sasa hii nilikuwa najaribu kuikumbushia namna ambavyo Mungu kama Mungu amesema nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima, maarifa, ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Kazi ya kila aina. Kazi ya kila aina. Roho wa Mungu akiwa ndani mwako. Kazi ya kila aina. Hata kama wengine wanaiona kwamba haina thamani, wewe ionee thamani kwa sababu unaifanya. Mwana Yesu asifiwe. Yaani wewe tamani kuiona ni bora kuliko kazi nyingine. Maana
Roho aliye ndani mwako, huyo ndiye atakayefanya uone matokeo.